Naomba nikachukue tena, manake mara ya mwisho niliposimama katika mimbari hii nilikuwa nimetoka katika mada ambayo nilikuwa nimeanzisha. Nafikiri miezi sasa imepita. Nilikuwa na mada hii, nabii mtoro. Nabii mtoro, uchambuzi ama uchanganuzi wa unabii wa Yona. Nabii mtoro, uchambuzi ama uchanganuzi wa unabii wa Yona. Na tuna maswali mle ambayo tunatamani Mungu atusaidie. Kitabu cha Warumi mlango wa 15 mstari wa 4 inasema hayo yaliyoandikwa zamani za kale yaliandikwa kwa ajili ya kujifunza kwetu. Yaliandikwa kwa ajili ya kujifunza kwetu, ili nasi tukiwa na subira na tumaini tupate faraja ya maandiko. Hivyo basi, yanayotokea katika Agano la Kale hayajatokea kibahati mbaya, ila yametokea kwa makusudi ya Mungu, ili kupitia kwa imani na tumaini tukaweze kupata faraja ya maandiko. Mbali na faraja, pia tuna matumaini ya kwamba kuna masomo ya kujifunza, makemeo ya kupokea, miongozo ya kujifunza, kukua katika neema, katika kicho, katika ufahamu, katika Kristo Bwana wetu. Maandiko yanasema sisi nasi pia kama vile viungo vya ule mwili tunakuwa pamoja kufikia kimo cha Kristo. Tunakuwa pamoja kufikia kimo cha Kristo. Kwa hiyo yote haya ni yetu, na kwa sababu ni kitambo tangia nilipopeana ujumbe wa kwanza wa habari hii ya Yona, ni vyema kwamba nikachukue muhtasari ambao nahofia utakuwa muhtasari mrefu kidogo, alafu tutachukulia pale, manake sasa tutaendelea na habari hii katika Jumapili zinazokuja. Mada kuu ilikuwa nabii mtoro. Nabii mtoro. Na ujumbe wa kwanza kabisa ulihusiana na hoja hii, Mungu amenena. Hiki ndicho kichwa cha kile ambacho tulikisema katika ujumbe wa kwanza, Mungu amenena, na tukatoa hoja 5 chini ya kichwa kile cha kwanza. Lakini kabla nikukumbusheni zile hoja 5 ambazo tulizitoa katika mada ile ya Mungu amenena, chini ya mada kuu nabii mtoro, turudi tena katika mstari. Na daima ni bora watu wa Mungu macho yao yaelekezwe siku zote katika maandiko. Sasa Jumapili ile nilisoma mstari wa kwanza, actually nilisoma nafikiri sura nzima ama kitabu kizima, lakini nataka nichukue mstari wa kwanza hadi mstari wa 15. Unabii wa Yona mlango wa kwanza 1 hadi 15. Basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hadi Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini,
hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza. Ajabu, akapata usingizi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini wewe ulalaye usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Ndipo akamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Mstari wa 9, akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana. Ushuhuda wa kiajabu huu, kulingana na mambo ambayo anayafanya, ushuhuda ni wa ajabu huu. Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Theolojia yake ikamili mtu huyu. Mstari wa 10, ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilotenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani, wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana. Basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Mungu atusaidie kuelewa mambo haya. Nabii Yona mwana wa Amitai, mtu wa rangi nyingi, mtu wa ajabu sana, mtu ambaye elimu nyingi zimekutana katika maisha yake. Bila shaka ni mtu wa elimu ya theolojia. Ukisikia anavyozungumza ni mtu anaelewa theolojia kwa ndani. Kadhalika ni mtu wa elimu ya ulimwengu vile vile, manake anajua kunakokwenda Tarashishi, anajua kunakokwenda Ninawi. Ni mtu wa elimu ya asilia ya binadamu. Ameingia kati ya watu wageni, watu wasiomjua, watu wasio na uhusiano naye, lakini Yona anatangamana na watu hawa kiasi cha kupata starehe ya kulala usingizi hata wakati wa dhoruba na tufani. Ni mtu wa maajabu huyu. Kuna watu wasome Biblia ambao wamedadisi haswa katika tamaduni za Kiyahudi. Kisoma vitabu kama Misda, vitabu vya Kiyahudi, wanahoji kwamba inawezekana ya kwamba huyu Yona ni mtoto wa yule mwanamke, unakumbuka, kwa Wafalme wa Pili na wa Kwanza, aliyefufuliwa kutoka mauti. Sidhani kama kuna ushahidi wa kutosha juu ya mambo yale. Ama ni ambaye Elia alimfufua mwanamke wa Shunemu, Zaripata, labda ni huyu. Lakini kwa vyovyote unavyodhania, ni kweli anavyojitambulisha ya kwamba ni Mwebrania ambaye kwa ushuhuda wake anamcha Bwana na ana elimu ya kujua ya kwamba kutoroka uso wa Bwana una madhara yake. Ndiyo Yona huyu. Sasa nilikwambia ya kwamba ukiangalia kitabu cha Yona lazima uzingatie hoja 5 tawala, na nataka nichukue tathmini. Huenda nitafanya tathmini tu leo na nisiingie katika ujumbe mwingine kwa mambo ambayo tulishasema. Nina habari 7 kutoka hapa kwa habari za Nabii Mtoro.
Hoja ya kwanza inayojitokeza katika kitabu kizima cha Yona, sura zote 4, ni uwenye enzi wa Mungu. Tulisema barizi kama mnakumbuka, na tulieleza kwa kifupi sana ya kwamba uwenye enzi wa Mungu una maelezo mafupi, angalao hata kama ni mafupi ni maelezo kabambe. Uwenye enzi wa Mungu ni hivi: Mungu anafanya anachotaka, anapotaka, kwa anayemtaka, anavyotaka. Uwenye enzi wa Mungu rahisi, anafanya anachotaka, anapotaka, anavyotaka, kwa anayemtaka. Anachotaka nini, anapotaka lini, anavyotaka vipi, kwa anayemtaka nani. Kwa ushuhuda wa Danieli, wala hakuna wezaye kumuuliza unafanya nini wewe, ama kuzuia mkono wake. Ni Mungu mwenye enzi, ni Mungu mwenye uhuru, ni Mungu mwenye uweza. Anatawala sio tu watu wake kanisani, lakini anatawala mpaka mazingira na asili iliyoumbwa. Utaona wenye enzi na utawala huo ukijitokeza, jinsi gani Mungu amemwita Yona na akampatia mamlaka. Manake Yona ni kiumbe, Mungu ana uhuru na utawala juu yake. Ule wenye enzi na uhuru wa utawala utauona jinsi gani Yona anapotoroka, Mungu amemuona na Mungu amemjua. Manake Mungu yuko kila pahali, anafanya yote kwa malengo yake. Anamuona Yona akitoroka. Si hiyo tu, wenye enzi huo unaonekana pale ambapo Mungu anaongea na bahari. Bahari, hautakaa shwari wewe, nina mtu ambaye anatoroka uso wangu, na kutuma bahari ukampatie mtu yule taharuki na mtafaruku. Alafu bahari inatii sauti ya Mungu mwenye enzi, na bahari inafanya vile Mungu anataka. Ni Mungu mwenye enzi, ni Mungu mwenye uhuru, ni Mungu mwenye uweza wote. Si hiyo tu, lakini baada ya kwamba bahari imechafuka, Mungu anapatia mapageni, kama utakavyoona kwenye ujumbe wa pili. Mungu anapatia mapageni, watu wasiomjua Mungu, wasio na ujuzi wa Biblia. Mungu anawapatia hisia ya kujua kwamba haya yametokea kwa sababu kubwa kutuliko sisi. Ni Mungu ambaye anatawala kila kitu. Utawala wa Mungu, wenye enzi wa Mungu umetamalaki katika kitabu cha Yona mwana wa Amitai. Si hiyo tu, lakini Mungu anawaongoza watu hawa kupiga kura. Kuna watu wengi katika merikebu, lakini kura itamwangukia yule ambaye Mungu anataka imwangukie, si mwingine. Manake hata ile kura ni Mungu ameiongoza imfikie Yona. Mungu ana utawala hata juu ya maamuzi. Saa ingine unafikiri umefanya uamuzi wewe mwenyewe, uamuzi wako, usipojua ni Mungu ameongoza ule uamuzi. Mungu anatawala mpaka maamuzi, mpaka fikra, mpaka hoja za moyoni. Nakumbuka hapa siku chache zilizopita, miezi nafikiri, kuna ndugu alihubiri akaongea kuhusu wale wana wa Yakobo walivyomtenda Yusufu madhila na hiana. Wanapokwenda kukutana naye Misri, Yusufu anawaambia, nyinyi mliyakusudia kuwa mabaya, lakini katika makusudi yenu mabaya Mungu alikuwa na makusudi yake ndani. Makusudi yenu yalikuwa yanaongozwa na Mungu yatufikishe hapa. Ni Mungu mwenye enzi, mwenye utawala. Baada ya kwamba wamepiga kura hiyo, imefika, wamemtupa Yona ndani ya maji, Mungu anaongea na nyangumi mkubwa, samaki wa baharini. Labda ni nyangumi, hatujui. Wadadisi wa kitambo wanasema labda ni miongoni mwa viumbe vilivyoumbwa katika dahari zilizopita, lakini sasa vimepotea, haviko tena. Wanyama wakubwa wa baharini. Ayubu ataongea kuhusu Bahamothi na Leviathani. Hivi ni viumbe ambavyo kwa sasa haviko tena. Lakini awe nyangumi, awe Leviathani, awe Bahamothi, yote ile Mungu anaongea na mnyama asiye na akili. Alafu anamwambia mnyama, ondoka katika maficho yako, nenda mpaka katika merikebu, kuna mtu nataka umchukue. Alafu Mungu anamgeuza mnyama, anakuwa chombo cha usafiri. Ni Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye utawala. Fikra za wanadamu, mienendo ya wanadamu, asili ya bahari na dhoruba, upepo na tufani, sasa hata samaki pia yu chini ya utawala wa Mungu. Na huyu samaki hana akili yake, ataongozwa mpaka kwenye fuko za Ninawi, pale ambapo Mungu anataka Yona aende.
Utaona pale mbele katika mlango wa 3 na wa 4 Mungu anafanya mti mdogo uchipuke. Kitambo ulikuwa naambiwa kuhusu hadithi ya Simon Makonde. Simon Makonde ni bwana mmoja aliyezaliwa leo, akaanza siku kutembea kesho, akaanza kukimbia siku gani, siku ya 5 akafa, ashafika mtu mzima mpaka kafa. Hadithi ya Simon Makonde hii. Sasa ule mche ni kama hadithi ya Simon Makonde. Mche unachipuka leo na ushakuwa mti wenye kivuli. Nani aweza fanya haya isipokuwa Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye utawala, Mungu mwenye mamlaka. Hoja hiyo inajitokeza kila wakati. Sasa nikawa natoa habari hii, habari mbili, tusiende sana, lakini ni utangulizi tu leo, tukijikumbusha mambo ya kale. Nilikuwa naongea mambo mawili katika hoja hii ya kwanza, kwamba wale walimu wetu wa Sunday school lazima tusaidie watoto wetu, sio kudhania kwamba hadithi ya Yona ni hadithi ya samaki, halafu tunabaki kwenye samaki huyo, mtoto anabaki na habari ya samaki. Hapana, kuna Mungu mwenye enzi, utawala wake unadhihirika katika kitabu kizima cha unabii wa Yona. Lakini kuna tahadhari ya pili ambayo tulitoa sawia na hoja hiyo ya kwanza, na ndio hii hapa, kwamba kwa yule Mkristo mcha Mungu, wenye enzi, uhuru na mamlaka ya Mungu, ndo faraja kubwa zaidi unaweza ukategemea katika ulimwengu wenye mambo mengi, ulimwengu wenye shida na dhiki, dhoruba, tufani, magonjwa, hiana, husda. Katika haya yote, umaskini, utepetevu, ufukara, yote haya unaweza ukategemea hoja hii ya kwamba Baba yangu aliye mbinguni ni Mungu mwenye enzi yote, anayatawala yote, anayaongoza yote, anayaleta yote, anamaliza yote, na ni katika mikono yake mie nakaa. Faraja iliyoje hii! Tunashangaa vipi basi, anasema ndugu Paulo katika Warumi mlango wa 8 mstari wa 28 ya kwamba sasa twajua, hatudhani, hatukisii, hatubahatishi, hatutumainii, twajua ya kwamba yote yatendeka kwa wema kwa wale wampendao Bwana. Sijui hadithi yangu kesho iko vipi, sijui mambo yangu ya kesho yako vipi, sijui, lakini najua mwisho wa kwisha, baada ya hesabu kupigwa ikakamilika, baada yote kusemwa yakaisha, nitabaki katika mikono ya Mungu mwenye enzi. Niko salama, nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, kwa sababu Mungu ni mwenye enzi. Yesu anawaambia wanafunzi, nyie mbona mna wasiwasi? Mbona mnatepeteka? Ni nini? Shida yenu gani? Mbona mnasuasua? Mbona mnayumbayumba? Mungu huyu anapenda sana mimea kama maua ya kondeni, hivi kwamba amevivika na madaha na marembo kuliko hata mfalme Suleimani alivyokuwa na madaha na marembo. Angalieni ndege wa angani wanavyokwenda, wanakula, wanashiba, wanaishi, hawalimi wala hawana magala. Alafu Yesu anauliza, je, vipi nyie watoto wa baba yenu? Alafu anasema hata shomoro, yule ndege mdogo zaidi, shomoro, yule ndege mdogo zaidi, nafikiri tunamuita liyundi, something like that, sisi tunamuita uyundi, yule ndege mdogo zaidi hawezi akaanguka kutoka kwenye anga akafa pasipo Mungu kujua na kuiruhusu. Ni Mungu mwenye utawala kamili. Asa yule mhubiri mbaptisti wa kitambo, yapata miaka 200 sasa, anaitwa Charles Spurgeon, alihubiri pale Metropolitan Tabernacle London mji.
aliwahi kusema, na nishakwambia habari hii, ya kwamba wenye enzi wa Mungu ndio mto mto ambao Mkristo huegeza kichwa chake wakati wa dhoruba na akalala usingizi wa pono. Habari hii kwamba Mungu ni mwenye enzi. Mimi nimekumbana na waganga, nimekumbana na mambo makubwa, mambo ambayo huenda yangenitoa uhai, mambo ambayo yangenitia wasiwasi. Nikikwambia vitu ambavyo mimi nimepitia, zingine hata siwezi kushare na jamii yangu, maana yake najua wataingia uoga, alafu itawashinda kuishi. Nimeona vitu, lakini naambia watu sitaondoka duniani dakika moja mapema yalivyopanga Mungu. Haitowezekana. Silaha yote inayochumwa na kutengenezwa kinyume nami haitofaulu, si kwa sababu mie ni mtu mkubwa sana, lakini kwa sababu Mungu ni mkubwa sana, ni mwenye enzi. Tuna faraja hii. So hii habari inajitokeza katika Yona, lakini pia wenye enzi huwa ina maana ya kwamba Mungu anaona kila kitu, Mungu anaongoza kila kitu, maisha yetu yote yanaishiwa machoni pa Mungu. Lakini kulikuwa na hoja ya pili. Hii ni muhtasari wa mama ambao tuliyasema ile Jumapili nyingine katika kidokezo cha kwanza. Mada inayojitokeza katika unabii wa Yona ni kile ambacho tulikiita ujeuri wa kimaagano, ama hatari ya ujeuri wa kimaagano, covenantal arrogance. Ujeuri, ukaidi wa kimaagano, ya kwamba katika Yona utaona hoja hii ya kwamba wale wamjuao Mungu hawafanyi anavyotaka Mungu, ila wasiomjua Mungu utaona wanafanya anavyotaka Mungu. Manake wanaomjua Mungu wana ujeuri wa kimaagano, wanajiona kwamba wao ni watoto wa maagano, wao ni watoto wako ndani ya nyumba, basi wanaweza wakafanya wanavyotaka, wala hawatoenda motoni. Yona namjua Mungu. Kama desturi za Kiyahudi ni kweli, ya kwamba huyu alikuwa miongoni mwa wale watoto wawili, mmoja wale watu wawili waliofufuliwa na aidha Eliya ama Elisha, basi ni mtu ambaye ameona miujiza ya Mungu, yuko hai kwa sababu ya huyu Mungu. Kama desturi hizo ni kweli, lakini tuwajua ya kwamba bwana huyu ameitwa na Mungu kuwa nabii, mzungumzaji wa Mungu, kinywa cha Mungu, mboni ya jicho la Mungu, kipenzi cha Mungu, mtumishi wa Mungu. Hii ina maana na ujuzi uliofika pahali fulani, ana uhusiano uliofika pahali fulani, ameona wema wa Bwana katika nchi ya wanaoishi. Yona mwana wa Amitai. Kama kuna mtu anamjua Mungu duniani ni Yona. Kama kuna mtu ametembea na Mungu karibu ni Yona. Kama kuna mtu amepata fidia na baraka za Mungu, fadhili za Mungu, ni Yona. Kama kuna mtu anaweza akasemekana kwamba yu ndani ya maagano, yu ndani ya nyumba, yu ndani ya neema, ni huyu Yona. Lakini pamoja na hayo yote, Yona atasikia sauti. Mungu amesema tufanye hivi. Yona atasema Mungu umesema, sitafanya. Umesema niende Ninawi, sitokwenda Ninawi, nitakwenda Tarashishi, mji wa dhahabu. Ujeuri wa kimaagano, ujeuri wa kimaagano. Katika Agano Jipya kitabu cha Waebrania kinasema kama tushakuwa watu
mlango wa 6, ambao wameonja baraka za ufalme ujao, nguvu za Roho Mtakatifu, habari za Mungu mkuu wa namna hii. Kama tumefikia vipeo na viwango hivyo, alafu tena tukaidi mambo haya, anasema kafara gani iko kwa ajili yetu? Kuna kafara gani kwa ajili yetu? Ujeuri wa kimaagano. Na tukawa tunasema inawezekana ukawa Mkristo unaishi katika ukaidi, unaishi katika ufisadi, unaishi katika dhambi, alafu unategemea habari hii ya kwamba tumeokolewa kwa neema wala si kwa matendo, siendi motoni, nishavuka mauti, nimeingia uzimani. Ujeuri wa kimaagano. Kuna nidhamu za Kikristo, nidhamu tu za Kikristo. Mungu amesema ombeni bila kukoma. Wewe unaomba kiasi gani? Mungu amesema ya kwamba munitumikie kwa roho zenu zote, kwa mali yenu yote, kwa nguvu zenu zote. Lakini je, wewe unamtumikia Mungu namna hiyo? Matoleo yako yanakaa namna gani? Maandiko yamesema, waume pendeni wake zenu kama vile Kristo alivyolipenda kanisa. Wewe unaishi vipi na mke wako? Wake watiini waume zenu. Maandiko yameongea. Lakini je, tunaishi vipi? Ujeuri wa kimaagano. Tuwajua ya kufanya wala hatuyafanyi. Maandiko yanasema kwake yeye ajuaye ya kuyatenda wala asiyatende, kwake yeye ni nini? Ujeuri wa kimaagano ni habari nyingine inayojitokeza katika Yona. Alafu utaona Yona hapo mbele, tuna jumbe zingine 6 pale mbele. Utaona Yona anabishana na Mungu, ana ujeuri wa kiasi cha kwamba anabishana na Mungu. Manake maandiko yamesema Mungu ni mwepesi wa msamaha, ila hakasiriki haraka. Sasa utasikia Yona anasema, Mungu, mimi sikutaka kwenda huko Ninawi kwa sababu mimi nakujua. Unanituma huko bure. Wale watu nikishawaambia watatubu, wakishatubu utawasamehe. Sasa kazi yangu itakuwa imeenda bure. Mimi nakujua. Wewe ni Mungu wa huruma. Mimi najua juzi ulisamehe na wacha bwana. Kwa nini sio wacha? Hii ndio habari tuliyoiona kwa Kaini. Ashamuua ndugu yake, akamficha. Mungu anamuuliza, vipi wewe, ndugu yako yuko wapi? Yuko wapi Habili? Anajibu vipi Kaini? Kwani mimi ni mlinzi wake. Na kwa lugha ya Kiebrania ina uzito zaidi, sio tu mlinzi wake, ni kama kusema, ni lugha kufoka. Ni lugha ya kufoka. Ni kama kusema, njoo mchukue kwa mfuko yangu hapa. Njoo mtoe, si anakaa hapa ndani, anakaanga hapa ndani, njoo mtoe. Vile unaweza foka namna hiyo. Ndio Kaini anamfokea Mungu. Manake kuna ujeuri fulani wa maagano. Kumzoea Mungu kiasi fulani kunaua hisia za kicho na uoga. Alafu nafikiri Mungu ni saizi yako. Mungu ni rika yako. Unaweza kaa kanisani muda mrefu ukazoea, ikawa vitu havikuogopeshi tena, ujumbe wa kuogopeshi tena. Sikujima huwa anahubiri hivyo. Ni mzee wetu, utamwelewa. Huyo utamwelewa. Ujeuri wa kimagano. Unaona katika maisha ya Yona mwana wa Amitai. Sasa shida ya fikra kama hiyo, Mtume Petro anatuonya katika Petro wa pili mlango wa 3 mstari wa 9. Anasema, msidhani kwamba Bwana amechelewa kupatiliza maasi. Msidhani amechelewa kupatiliza maasi, lakini anangoja kwamba watu wake wafikie toba. Lakini kuna kungoja mara mbili. Kuna kungoja watu wafikie toba, alafu kuna kungoja pia kikombe cha hasira kijae. Mungu anapongoja na maisha ya mtu yeyote mkaidi kama Yona
kuna kungoja mara mbili. Katika upande wa kwanza kuna kungoja afikie fikra timamu, afikie mawazo sawasawa, afikie toba. Lakini kuna sehemu ya pili, kikombe cha hasira kinajaa. Sasa kilishajaa kwa watu wa Ninawi, ndio Mungu anamwambia Yona, nimewavumilia hawa watu muda mrefu sana. Sasa nenda ukawapatie onyo la mwisho, waambie sasa maovu yao yamenifikia, yamekuwa yakipanda. Lugha hiyo ina maana yamekuwa yakipanda, yamekuwa yakiongezeka, yamekuwa moja baada ya nyingine. Sasa yamefika, imefika sasa. Sasa unasikia mtu amekuwa akifanya vitu lakini hakuna madhara, si ndio? Anafanya hakuna madhara, anafanya hakuna madhara, alafu kunafika wakati mara moja pap, kikombe kimejaa. Ujeuri wa kimaagano. Lakini kulikuwa na hoja ya tatu tulizungumzia Jumapili hiyo. Upendo na huduma ya Mungu kwa mataifa. Hiyo ndio mada nyingine itajitokeza katika sura zote 4. Sura ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Hii hoja itajitokeza ya kwamba Mungu ana upendo na ana huduma kwa mataifa. Mungu anataka watu ambao hawako ndani ya maagano, watu ambao hawamjui, hawaabudu Mungu wa kweli, waje ndani ya nyumba, wafikie ibada ya kweli. Upendo na huduma ya Mungu kwa mataifa. Mungu ana malengo na mataifa. Hasa hapa lazima ujue kuna muktadha. Katika ulimwengu wa jana, ulimwengu wa Yona, ulimwengu wa Biblia, kulikuwa na watu wawili pekee duniani. Kuna Myahudi na mtaifa. Hao ndio watu walioko duniani. Katika ulimwengu huo wa jana hakuna mzungu, muhindi, sijui mwarabu nini. Watu ni wawili. Aidha wewe ni Myahudi ama wewe ni mtaifa. Kama wewe ni Myahudi, wewe ni mtu aliyechaguliwa, mtu aliyependwa, mtu aliyepewa kibali, amependelewa, ana maagano, ana manabii. Hawa ndio wale Thenashara wa kutoka kwa Yakobo, Israeli. Hawa ndio wale Mungu anawachukua kutoka Misri, anawaleta mpaka Sinai, alafu anafanya maagano nao kutoka 20. Hawa ndio wale ambao ndugu yetu ametuambia chini ya uongozi wa Musa na kufikia kwa Yoshua wanaingizwa Kanaani, wanaanza kuongozwa na waamuzi kama Samueli. Ndugu yetu ametuambia ndio hawa. Ni hawa Mungu anaotumia manabii 5 wakubwa kwanza, alafu 12 wadogo, akiwemo Yona huyu. Hawa ndio wale wanaofanyiwa kazi hii. Ni hawa ndio ambaye Kristo kwa jinsi ya mwili atatokea kutoka kwao. Sasa walikuwa na kiburi, walikuwa na kujiinua, walikuwa na kujikweza na kujigamba na kujidai. Sisi ndio wateule, sisi ndio wachaguliwa, Mungu ametuhifadhi sisi, sisi ndio wenye maagano, wenye amri, wenye manabii, ndio sisi. Bado inatupeleka kwa ule ujeuri wa maagano. Hasa upande wa pili kulikuwa na mataifa, mzungu, mwarabu wa kawaida, mwafrika, mimi, wewe. Hawa katika fikra ya wale watu walikuwa wanaitwa mbwa ama nguruwe. Utakumbuka wakati mwanamke yule Mkanaani anapokuja kwa Yesu, mtoto wake ni mgonjwa. Yesu anaongea kama Myahudi, anaongea kama Myahudi asili na kiburi cha Myahudi. Yesu anasema siwezi chukua mkate wa watoto nitupie mbwa, manake Wakanaani ni mbwa wale, hawafai kushiriki baraka hizi. Mataifa. Paulo atasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 ya kwamba kitambo tulikuwa na mataifa, hatumjui Mungu, hatuna Mungu, hatuna maagano, tumepotea wala hatuna tumaini. Ndiyo habari ya mataifa hii, ndiyo habari yako, ndiyo habari yangu hii. Yona amebakia na fikra hizo za kitambo, za ulimwengu wa jana.
Hii ndio maana anapotumwa kwa watu wa Ninawi anaona hii haiwezekani. Mimi heru nitume kwa Wayahudi hawa, manake hawa ndio wanafaa kuokolewa. Hawa naweza nikatangamana nao. Hajajua kwamba Mungu ana upendo na Mungu ana malengo na huduma kwa hao mbwa, kwa hao nguruwe, kwa hao mataifa. Na habari hii haikuanza na yeye. Angelisoma mistari ya nyuma, angejua Ibrahimu aliambiwa ya kwamba kupitia kwako Ibrahimu, kabla taifa la Israeli kuzaliwa, kabla Israeli haijakuwa Israeli, taifa teule halijakuwa taifa teule bado. Ndugu yetu ametukumbusha Kutoka 19 mstari wa 6 kwamba sasa Israeli baada ya Sinai, katika makabiliano haya, Mungu anawafanya taifa teule. Kabla ya hapo, watu hawa wote mataifa tuko ndani ya Ibrahimu, na Mungu anamwambia Ibrahimu, kupitia kwako na uzao wako mataifa yote yatabarikiwa. Sasa Mungu alitangaza mapema ya kwamba nina huduma kwa mataifa, nina huduma kwa wasionijua. Lakini Yona, kwa sababu ya fikra na itikadi kasumba ya kitambo, amekwama. Na wakati mwingine hata sisi tunakwama na kasumba hiyo. Kwa mfano, tuwajiita sisi ndio watu wa matengenezo sisi ndio watu wa mageuzi. Deacon Sama anasimamanga anasema, basi hii GMA ndio hiyo, hivyo ndio ibada zetu ziko. Sisi hatupigi kelele, hatuna chezea Yesu, chezea sijui ruka kidogo Kimasai, upande rudi nyuma, twende chini kidogo, tufanye hiyo turudi. Hiyo hatuna. Sisi ni wangwana. Si wewe mwenyewe umeona? Nimeona. Alafu twajigamba tuna ibada nzuri, ibada ya ungwana. Wahubiri wetu wanaangalianga mstari, hasomi mstari mmoja alafu apige kelele juu yetu. Anasema vitu ambazo tuwaweza tukafuatilia point baada ya point. Kanisa yetu sisi tukija kuomba huwa tunaambia Veronica, utaombea pastor. Alafu mtu anaomba, ndio mwingine anaanza, anamaliza, ndio sio baraka chaka. Hatuna kuchanganyikiwa. Alafu tukajibeba sisi ndio wateule, isn't it? Alafu hatuoni kama neema ya Mungu inaweza pia ikafika kwa wale wengine. Joshua, kwa nini kwa miezi hii 3-4 hakuna mtu ameambatana na wewe kuja kanisani? Mama Obama, kwa nini ukiti nyuma yako iko wazi na wewe unakujanga church wala haukosi? Ukikosa hata Sami anaanza kutafuta, huyu mama lazima ni mgonjwa. Lakini nyuma yako hakuna mtu. Kwa sababu hujajua wewe, ama umesahau kwamba Mungu ana upendo na huduma kwa mataifa. Watu ambao hawajajua kile wewe umekijua, hawajayanywa yale maji ambayo wewe umeyanywa, hawajaona Mungu ambaye wewe umemuona, umetosheka ya kwamba umemjua, basi wengine wasimjue. Rafiki yangu mmoja Mwamerika aliniambia, Pastor, elewa hili, manake ni kweli. Alijua nitabishana na hiyo hoja, so akaniambia habari hii. Elewa hii ni kweli. Moja kati ya ishara ya mtu aliyeguswa na Mungu, mtu ambaye maisha yake yamegeuzwa, yamefanywa upya, aliyekutana na Yesu kikweli, moja kati ya ishara kubwa ni mtu huyo hawezi kunyamaza isipokuwa kushiriki na wengine habari za huyo Yesu.
Na ukitaka kujua mtu ameokoka, angalia hiyo. Sikuwahi fikiria hilo jambo namna hiyo. Maanake nimekuanga na vitu zangu. Tamko la kusadikika, moyo uliofanywa upya na maisha yanayoambatana na tamko la imani. Vitu vitatu wanaangalia. Baru ndugu yangu aliniambia hapana, kuna ingine. Je, ni mtu ambaye anazungumza kuhusu Kristo ama ni mtu ambaye anamwaibikia Kristo? Tukielewa ya kwamba Mungu ana upendo na huduma kwa mataifa. Ndugu yetu wa bodaboda atakuwa na Joshua, huyo alikuwa ananipendeza. Siku hizi sioni, siku hizi naona unafanya vitu vya ajabu ajabu. Kitambo ulikuwa vizuri sana. Huyo alikuwa anatafuta jumbe zangu ambazo nimehubiri, alafu kwa pikipiki yake, unasikia heli ndio huyo, mimi nahubiri. Alafu mpaka kuna pahali wewe hujajua, nimeenda supermarket fulani, nimeambiwa habari zangu ziko kwa sababu huyo kijana. Good. Lakini siku hizi namuona Joshua na nyimbo ya Tony Nyadundo kwa pikipiki. Kuku kapanda baiskeli. Yule mwanamke katika Injili ya Yohana mlango wa 4 mstari 19 nenda mpaka 30, anakutana na Yesu katika kisima kile cha Samaria. Yesu anamwambia mambo ya kiajabu yaliyomgusa moyo wake mwanamke. Pindi alipogundua huyu nabii amenipatia mambo yangu na amenijua, amenigeuza maisha yangu. Maandiko yanasema aliacha kile kiriba chake pale kwenye kisima, akakimbia mjini. Aliacha kiriba, akakimbia mjini. Akawa na sauti moja, njooni mumuone yeye aliyeniambia mambo yangu yote. Mungu ana upendo na huduma kwa mataifa. Bwana mmoja anaitwa Philip nafikiri, anakutana na Yesu. Injili ya Yohana mlango wa 1. Alafu alipokutana na Yesu, Philip anakimbia mbio, anakwenda kwa ndugu yake mmoja anaitwa Nathaniel. Anamwambia Nathaniel, njoo muone nabii yule ambaye Musa alisema ndiye yuko, nishamuona. Of course Nathaniel naye anasema jamani, hapo Nazareti wewe una hakika chochote? Njoo uone. Si inawezekana hujui kueleza vizuri Gentrix, lakini unaweza kusema njoo uone. Philip, inawezekana hujui kuhubiri vizuri, lakini unaweza kuambia mtu njoo uone. Ndio alisema njoo uone, kuja uone. Maanake Mungu ana malengo na mataifa. Jamani, kulikuwa na hoja ya 4. Nimesema leo nitarejelea tu yale ambayo tuliyasema pale mwanzo, ndio nikichukulia tena pale mbele tuende vizuri. Udhia wa neema ndio hoja ya 4 inayotawala unabii wa Yona. Udhia wa neema. Neema inaudhi. Neema inaudhi. Udhia wa neema. Neema haizingatii haki. Neema haizingatii haki. Wala neema haitunuku wema. Neema haitunuku wema. Neema haizingatii haki. Pangelifuatwa haki, huyu anayesimama mbele yako leo hangekuwa na sauti ya kusimama mbele yako kama haki ingelifuatwa. Ashukuriwe Mungu, ni neema. Yona na matatizo. Manake Mungu, kitabu kimesema katika Kutoka 34 mstari wa 7, hautamwacha mwenye dhambi aende bila adhabu. Wewe ndio umesema. Ezekieli 3, mshahara wa dhambi ni mauti na kila nafsi tendayo dhambi lazima ife. Hii ndio haki. Sheria yako imevunjwa. Wanituma nikawaambie nini? Wewe unajua cha kufanya, si sheria imevunjwa ama unaona hakika imevunjwa. Angamiza hiyo watu, ndio haki ile. Na Yona yuko right, yuko sawa. Alafu Yona kwa sababu amelazimishwa na dhoruba
na tufani na samaki, na amefika fuko za Ninawi, inabidi apaze sauti. Maanake sasa niko hapa, sasa nifanye nini? Ninawi, Ninawi, Ninawi. Sasa yapata siku 40 na mji huu utaangamizwa, asema Bwana. Kwa siku 3 anatembeza unabii ndani ya Ninawi. Alafu kinachofanyika ni kwamba mfalme wa Ninawi anatangaza saumu ya taifa zima, mnyama kwa mwanadamu, wajakazi kwa walio wenye nyumba, walio huru na watumwa, wakubwa na wadogo, tumgeukie Bwana kwa toba. Halafu Mungu anagairi. Mungu anasema sasa sitawaangamiza. Yona amebaki pweke, amebaki hoe hai. Yona, sasa nilikuja kufanya nini? Halafu Mungu amechoka sana Yona. Yona amechoka zaidi, si tu kuchoka kwa mwili. Kumbuka amehubiri usiku na mchana siku 3 akipiga kelele, amechoka sana. Yona ana njaa, alafu ana shinikizo na msongo wa mawazo. Jua linawaka. Ninawi leo hii kuna mji pale Iraq inaitwa Mosul, Iraq ndio Ninawi ile, kati ya Siria kubwa ya wakati ule. Jua manake ni jangwa, desert, jua kali, halafu hakuna maji karibu. Amechoka sana. Halafu Mungu anafanya mche wote. Ghafla bin vu, mche umekuwa mti. Ghafla bin vu, kuna kivuli sasa. Yona amejikinga kwenye kivuli, amepumzika. Ile kitambo aanze kusikia starehe, astarehe yasikia vizuri. Mungu anatuma mdudu fulani, anakula ule mti, alafu maga papa, mti umekwenda, hakuna kivuli tena. Yona amekasirika jinsi gani Mungu ameua mti. Alikuwa anataka Mungu auwe binadamu wengi, mti pekee. Yona sasa na hasira. Mungu anamwambia Yona, unakasirika hivi kwa sababu ya mti, na huruma yangu kwa watu niliowaumba kwa sura yangu mwenyewe, hawa unataka waangamie. Neema inaudhi. Neema haizingatii haki. Neema haitunuku wema. Ni kwa neema mmeokolewa, wala si kwa matendo yenu, asije mtu akajivuna. Warumi mlango wa 4 mstari wa 5. Mungu anawahesabia haki wasio haki. Neno lile kwenye lugha Kiyunani ni muhuni, mkora, mvunja sheria, mtu mbovu, anaenuka. Huyo ndiye Mungu anamwonyesha huruma. Kama Waninawi hawa, Yona huyu Mungu atakasirika naye pamoja na haki yake yote. Alafu hawa wenye dhambi wa Ninawi, Mungu anawaonyesha huruma. Neema inaudhi. Neema inaudhi. Saa nyingine unafikiri ya kwamba wewe umefanya kazi nzito, unafaa kupewa kipaumbele. Neema haikwendi hivyo. Neema haifanyi kazi namna hiyo. Utaona katika kitabu cha Mathayo mlango wa 20 mstari wa 1 soma mpaka 16. Mathayo 20:1 hadi 16. Watu wamekuja kufanya kazi kwa tajiri fulani. Wengine waliingia asubuhi na mapema, wakamaliza saa 11 jioni. Wengine nao wakaingia saa 10 pia wakamaliza saa 11. Hao wengine wamefanya kazi masaa 11, wengine wamefanya kazi lisaa limoja. Alafu tajiri akawalipa wote ujira sawa. Wewe 500, wewe pia 500. Wale wa masaa mengi wakalalamika, sisi tulianza mapema, huyu amekuja sasa, mbona twalipwa sawa? Sasa swali la tajiri ni hili, tulisikizana ukinifanyia kazi masaa 11 na kulipa pesa ngapi? 500. Nimekupa 500
Nimekuvunjia haki? Hapana. Sasa nimeonyesha huruma kwa Hawa, hiyo haijakuvunjia wewe haki? Hapana. Si hiyo peke yake, wanakuja watu wawili. Yesu anasema wamekuja watu wawili kwa Mungu. Mmoja anaitwa Mfarisayo, huyu ni mtu kama Yona mwana wa Mitai, ni mtu wa haki, ni mtu wa utakatifu, ni mtu ambaye anatafuta Mungu kila siku, ni kiongozi wa dini, ni mwanatheolojia mstaarabu, mstahiki. Alafu anakuja na hesabu mema yake mbele za Mungu. Mungu, nakushukuru sana, nafunga na naomba mara 5, napeana zaka, nakushukuru sana, najaribu. Wewe unajua najaribu. Maandiko yanasema mtu huyu aliondoka hajahesabiwa haki, hajakubalika pamoja na haki yake yote. Alafu anakuja mtu mwingine, huyu anaitwa mtoza ushuru. Mtoza ushuru huyu amekuja, hana haki, hana sura, hana ujasiri, hana cha kujigamba. Anasema Bwana, nihurumie mimi mwenye dhambi. Manake mimi ni mtoza ushuru, mimi ni mwenye dhambi. Huyu anaondoka, amekubalika, amehesabika haki. Manake neema haizingatii wema, neema haitunuku wema, neema haizingatii haki. Sasa kwa wale ambao wanadhani tunaweza tukachumia baraka za Mungu, tunaweza tukachumia kibali cha Mungu kwa wema tulionao sisi, tunakosea. Unabii unatukumbusha ya kwamba Mungu anahurumia wasiostahili kuhurumiwa, udhia wa neema. Na je, Hosea na yule mwanamke kahaba? Hivi makaribuni, nafikiri katika majuma 3-4 yaliyopita, tumekuwa na wasichana wakiuliwa. Wasichana nauliwa kwa sababu alikuwa na rafiki yake wa kiume, alafu akafanya vibaya, yule mwanaume akakasirika, akamdunga kisu. Kwenye habari, mnaziona hizi habari, ziko kila pahali. Hosea na anaambiwa oa kahaba, naoa. Kahaba anatoka na kwenda nje, anazaa mtoto asiye halali, nenda mregeshe vile vile, nenda mregeshe. Sisi tungesemaje? Haiwezekani. Rashid huyu anasema hapana, kijana wangu, nilikuzaa tu vizuri. Kwani wewe ni mlemavu umeshindwa kupata msichana mwingine? Really? Unawezaje kuvumilia hizi vitu zote, hii madharau yote, hii matusi yote hii Hosea, neema haizingatii haki. Msamaha, Yesu anasema samehe adui yako 70 mara 7. Kuna haki gani pale? Amefanya hiyo nikamsamea, akafanya tena nikamsamee, akafanya tena nikamsamee. Tutasema nimechoka. Manake hiyo ndio haki. Lakini neema haizingatii haki. Sasa wewe ulioko hapa, umetendewa mangapi? Umefanyiwa mangapi ambayo unahesabu mpaka wa sasa? Umekataa kuachilia, umekataa kabisa, umekwamilia. Manake unaona uko na haki, unaona baadhi hata nikijieleza watu wataona wazi ya kwamba huyu amenifanya vibaya. Watu wataona tu, hata mjinga ataona nimekosewa. Na ni kweli, tutaona umekosewa, ni kweli kabisa. But neema haizingatii haki wala haitunuku wema. Jambo la 5, hoja inayotawala unabii wa Yona ni unafiki wa kidini. Unafiki wa kidini. Unafiki wa kidini. Kuna ukabila hapa ndani. Yona ana ukabila. Alafu Yona yeye mwenyewe anaishi katika ukaidi. Yeye amemkaidi Mungu machoni pake, amemkataa Mungu machoni pake, amekataa kufanya mapenzi ya Mungu, lakini yuaona kama ako na haki ya kuwahukumu wengine, kwa sababu anaona dhambi yake ni ndogo, dhambi ya wengine ndio kubwa. Inaitwa unafiki wa kidini.
na hii tunayo kila wakati. Yesu anasema katika Mathayo mlango wa 7, mbona unaona kibanzi kilicho kwenye jicho la mwenzio? Mathayo 7:1, mbona unaona kibanzi kilicho kwenye jicho la mwenzio, wala huoni boriti, mti mzima, kwenye jicho lako wewe? Manake dhambi yangu bora haijajulikana, naona ni ndogo kuliko ya yule ambaye ishajulikana. Unafiki wa kidini. Yesu amekupokea wewe. Bwana wetu Yesu amekupokea wewe na dhambi zako zote na madhaifu yako yote, lakini wewe umekataa kupokea wengine. Ndugu wapenzi, kwa nini tunaishi katika chuki na husuda na hiana? Ni kwa sababu tunadhani tu bora kuliko wengine. Hii ndio msingi wa chuki tulionayo. Hukumu tulionayo kwa wengine imejengwa juu ya dhana hii kwamba tuko bora kuliko wale. Niliwaambieni na nitawaambieni tena, katika maisha yangu kama kuna moja ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana niliwahi jifunza, ni kwamba Eli ni mwenye dhambi wa kupindukia, na kama Mungu angemhukumu Eli kulingana na makosa yake hangesimama. Hasa naweza nikapambana na wewe, manako umenikosea, tukakosana sana, lakini mwishowe nitapata njia ya kurudi tutengeneze. Manake najua Kristo amenisamehe mimi, amenichukulia mimi na yangu yote mabaya. Kristo wa mapendo. Hasa tutoke katika unafiki huu wa kidini wa kudhani kwamba tu bora. Hatuko bora. Hata baada ya kuokoka bado hauko bora. Kwa kazi zote pia siitimizi sheria, ni japo lia na kudhii hayaishi makosa. Lakini Kristo mikono yake ingali wazi kwako. Njoo, njoo. Na makosa yako njoo. Na fikra zako chafu njoo. Na mambo yako mabaya njoo. Kristo ameweka mikono wazi, lakini sisi mikono yetu tulichukua tukaiweka nyuma. Manaka amenikosea mara 2, siwezi nikampokea, siwezi nikamsamehe, siwezi nikashiriki naye. Wengine wanasema naweza nikamsamehe lakini sitoshiriki naye tena. I forgive but I don't forget. Wanasema nitakusamehe lakini mambo ya kuwa nawe karibu sitaki tena. Unafiki wa kidini. Sasa kuna hoja ambazo nitazungumzia Jumapili ijayo, ila kwa sasa ndugu yetu Kubabia ametueleza ya kwamba Kristo ndiye mfano bora kwetu. Na mimi najua habari hii ya Yona, kama vile nilivyotangulia kusema katika Warumi mlango wa 15 mstari wa 4, haya yaliandikwa ili kwamba tujifunze na kwa subira na tumaini tukapate faraja. Yaliandikwa kwa sababu yetu. Yesu akitafakari habari za Yona katika Agano Jipya, Yesu anawaambia wale Wayahudi walimwambia kwamba wewe tupatie ishara tukaweze kukuamini. Yesu akamwambia hakuna ishara mtapewa kizazi hiki isipokuwa ishara ya nabii Yona. Kama Yona alivyokuwa ndani ya tumbo la samaki kwa siku 3, vivyo hivyo mwana wa Adamu atakuwa kwenye tumbo la ardhi kwa siku 3 na atafuka tena. Nikajua kumbe habari za Yona ni habari za Kristo. Sasa tunaye mmoja ambaye tofauti na Yona, alipotumwa na Mungu aliitika na akaja. Yona alitumwa kwa wenye dhambi wa Ninawi, watu waabudu wa sanamu, wenye kuchoma na kuua watoto, watu wa Ninawi waovu kabisa. Akakataa kwenda aende kwenye mji wa dhahabu. Tarashishi maana yake mji wa dhahabu. Yesu aliacha mji wa dhahabu akaja kwenye mji wa dhambi na uabudu wa sanamu, wewe na mimi, ili tumwamini yeye. Kando na Yona aliyekaidi sauti ya Mungu,
Kristo alichukua sauti ya Mungu akaja kuitimiza kwetu. Yona ambaye alikuwa ni mnafiki, anapenda kivuli chake pekee, wala hapendi ya wengine. Yesu hakupenda kivuli chake. Yesu aliacha kivuli chake, akaja hapa kukaa kwenye jua letu, akachukua uovu wetu na mateso yetu na madhila yetu, ili sisi tukimwamini yeye tukapate msamaha wa dhambi, kama vile hawa watu wa Ninawi. Sasa inawezekana uko hapa na haujamwamini Kristo kikweli, hujaweka imani yako katika Kristo. Njoo. Jumapili zilizopita tumesikia ndugu yetu Chris akisema njoo, manake toleo ni la bure. Njoo kwa sababu toleo ni la muda. Njoo kwa sababu toleo hili linashibisha, linaridhisha. Toleo hili ndio linafikisha mtu katika ridhaa ya roho. Njoo sasa. Lakini pia inawezekana wewe ni Mkristo tu ambaye umeishi katika unafiki wa kidini. Inawezekana ni Mkristo lakini umeishi katika unafiki wa kidini. Umekaa na chuki ambayo hutaki kuiacha. Umekaa na tabia fulani hutaki kuiacha. Labda wewe ni Mkristo, kuna sauti fulani za Mungu umezikaidi mpaka wa leo. Labda ni katika matoleo yako umekaidi sauti ya Mungu. Labda ni katika upendo wako umekaidi sauti ya Mungu. Labda ni katika ndoa yako tu nyumbani umekaidi sauti ya Mungu. Sijui ukaidi wako ni wapi, lakini inawezekana ukawa Mkristo ambaye bado amemkaidi Mungu. Leo una nafasi ya kusema hapana, sitoishi katika ukaidi huo. Zaidi ya hapa, nitamrudia Mungu. Mungu ni mwema. Nimesema kwamba neema inaudhi, haizingatii haki, haitunuku wema. Njoo jinsi ulivyo, na makosa yako na dhambi zako na shida zako zote, njoo nazo. Mwambie Mungu, nimekuja kama nilivyo, wala si langu kujiosha nafsi yangu. Nisamehe dhambi zangu, Bwana Yesu, naja na atakupokelea. Tusimame tumalize. Niliona bora nichukue muktasari huo tena, manake ni kitambo tangia tuliposema habari hizi, na kwa sababu neno la Mungu ni jipya kila linaposemwa, natumai kila mtu amepata nafasi yake pahali. Mungu atusaidie. Inamisha kichwa tukaweze kuomba. Baba yetu, tunakushukuru kwa rehema na neema ambazo ni nyingi na zinatutosha. Tujalie Mungu wetu, tunapokuwa katika kicho cha Mungu na katika neema hii isiyostahilika, tusaidie kwanza kabisa kuweka imani thabiti katika Kristo Yesu Mwokozi wetu. Tumwamini kikweli kutoka katika vilindi vya mioyo yetu. Lakini pia Bwana, tunapokuwa wa Kristo, tusaidie tuishi katika utiifu, sio kama Yona mwana wa Amitai. Tujalie neema, tujalie maarifa ya kukujua wewe, tujalie unyenyekevu wa kuvunjika pako, maanake umesema sadaka ya moyo uliopondeka katu wewe hautoidharau. Tujalie Mungu wetu, tusaidie. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini.